Kuna nguvu ya ajabu ambayo haionekani kwa macho, lakini ina uwezo wa kubadilisha moyo wa mwanadamu, kuponya, kuhuisha vyote vilivyo katika hali ya kufa na hata kuangaza gizani. Nguvu hii haitokani na pesa wala elimu, bali kwa kumwamini Yesu Kristo kama ndiye Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Maandiko yanasema katika kitabu cha Yohana 1:12, bali wote waliompokea aliwapa uwezo wa kufanyika watoto wa Mungu, ndio wale waliaminio jina lake. Wakati mtu anapomwamini Yesu Kristo kwa moyo wake wote, hutokea jambo kubwa sana rohoni mwake. Anazaliwa upya. Sasa sio kuzaliwa kule alikofikiria Nikodemo ya kuwa mtu mzima ajikunje kuingia tumboni mwa mama yake. Hapana. Ndugu yangu, mambo haya ni ya kiroho. Hata hivyo, Yesu anatufunulia zaidi katika kitabu cha Yohana sura ya 3 mstari wa 5 hadi wa 7. Amini amini nakuambia, mtu asipozaliwa kwa maji na kwa Roho hawezi kuingia ufalme wa Mungu. Kilichozaliwa kwa mwili ni mwili, na kilichozaliwa kwa roho ni roho. Usistaajabu kwa kuwa nilikwambia, hamna budi kuzaliwa mara ya pili. Huku ndiko kuzaliwa ambako ninakuongelea hapa. Katika Kristo, mtu aliyezaliwa mara ya pili anapokea nguvu ya kuwa mwana wa Mungu. Hii ni nguvu ya kusamehewa, kupendwa na kubadilishwa. Hapa ndipo Baba anaanza kumlea mwana katika pendo. Maandiko katika kitabu cha Wakorintho wa pili sura ya 5 mstari wa 17 yanasema, basi ikiwa mtu yumo ndani ya Kristo, amekuwa kiumbe kipya. Ya kale yamepita, tazama, yamekuwa mapya. Ukiwa ndani ya Kristo, unapokea nguvu ya kusamehe hata wale waliokuumiza, nguvu ya kushinda hofu, hakika ya kujibiwa maombi, na uwezesho wa kuweza mambo yote. Yes, uwezesho wa kuweza mambo yote. Hapa ukitazama katika kile kitabu cha Wafilipi sura ya 4 mstari wa 13 inatuambia kwamba nayaweza mambo yote katika yeye anitiaye nguvu. Nguvu hii si ya nje bali ni ya ndani. Ni nguvu ya Roho Mtakatifu anayefanya kazi ndani ya kila anayeamini. Yesu alisema katika kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya 1 mstari wa 8, lakini mtapokea nguvu akiisha kuajilia juu yenu Roho Mtakatifu. Hapa tunajifunza ya kwamba unapomwamini Yesu, hupokei tu msamaha wa dhambi, bali pia unapata nguvu ya kuishi maisha mapya kupitia Roho wake Mtakatifu. Maisha yenye matumaini, ujasiri na ushindi katika yote. Katika mambo haya yote yamebebwa na imani. Imani ndiyo chanzo cha haya yote. Unaweza kujiuliza, imani ni nini sasa? Basi imani ni kuwa na hakika ya mambo yatarajiwayo, ni bayana ya mambo yasiyoonekana. Tafsiri hii unaipata katika kitabu cha Waebrania 11 mstari ule wa 1. Kwa maana hii, nguvu ya muamini ipo ndani yake. Kinachotakiwa kutoka kwako ni kuamini tu, na yote yanafanyika kuwa halisi.